hapa kuna kero, naweza nikasema. Kero tena? Kero gani? Mwenyekiti msaidizi wa kijiji chetu hiki cha Namasogo hapa anadai katiba ya kijiji ibadilishwe. Akidai ya kuwa sio nzuri na mwenendo wake sio mzuri, lakini mwenyekiti mwenyewe anadai katiba iliyopo toka mwanzo iendelee hiyo hiyo, akidai ya kuwa hiyo ndio inastahili, na maelezo ya mwenyekiti msaidizi hakubaliani nayo. Kwa upande wako sasa, unashaurije kuhusu hili, au una kipi cha kuzungumza kuhusu hili? Maono yako yakoje? Hii kweli kero hii. Mimi kwa maoni yangu kama mwanakijiji wa hichi kijiji cha Namasogo, sawa, naweza nikasema sijui namuunga mkono mwenyekiti anayesema hii katiba inatosha, au nionge mkono wa mwenyekiti msaidizi anayesema katiba haifai, lakini yote kwa yote ni sawa. Maoni yangu ni haya: toka nimezaliwa kwenye hichi kijiji, katiba ni hiyo hiyo. Iwe mbovu iwe mzuri, kwangu mimi, maoni yangu, kilio kwa wananchi sio katiba. Sasa hapo sijakuelewa bado, yaani uko upande gani? Upo kwa upande wa kubadilisha au kuendana na ile ambayo ilikuwepo mwanzo? Mimi maoni yangu ni haya, kila mtu atatoa maoni yake. Maoni yangu mimi, katiba hata kama ina tatizo, lakini sio tatizo kama tukimpata kiongozi thabiti. Kwa sababu mimi nakumbuka kitu kimoja, kuna siku moja nyumbani alikuja mgeni, umenielewa? Yule mgeni ni msafi, lakini chumba ambacho tulimkaribisha kilikuwa kichafu, umenielewa? Tulisahau kukisafisha. Samahani kwanza, hebu rudia kwanza kile ambacho nimekizungumza, sijaelewa kidogo. Kwenye nyumbani kwetu sisi, kuna siku moja alikuja mgeni kutoka huko alikotoka, ila yule mgeni alikuwa msafi, ila kwa bahati mbaya tukamkaribisha kwenye chumba kichafu, tulikisahau kukifanyia marekebisho ya usafi, mnielewa? Lakini asubuhi yake tulipoamka, mgeni alikuwa tayari ameshatoka kwenda kutembea huko. Mama akaniambia, mwanangu, tulisahau kusafisha, kufanya usafi chumba cha mgeni, nenda kaangalie. Hii tukakikuta safi kushinda hata tulivyokuwa tunafanya usafi sisi wenyewe. Nikaenda kumwambia mama, mbona chumba kisafi? Alifanya usafi nani? Akaniambia basi huyu mgeni aliyokuja ni msafi, yeye mwenyewe amekifanyia usafi, lakini chumba tulimpa kikiwa kichafu, umenielewa? Ikapita hiyo, mgeni akaondoka. Siku 2-3 akatokea tena mgeni, akaja mwingine tofauti na yule wa mwanzo, Lakini kwa bahati mbaya huyu mgeni wa pili alikuwa ni mchafu, kwa sababu mara ya kwanza chumba kilikuwa kichafu. Tukaona hii aibu isitukute tena mgeni mwingine akija, tukakisafisha chumba safi kabisa. Mgeni wa pili akaja, hatukujua kama atakuja, lakini siku zote nyumba yenye baraka wakosi wageni, ndio, umenielewa? Mgeni wa pili akaja, lakini yule mgeni wa pili alikuwa mchafu. Kilichokafanyika na chumba kikuta kisafi. Siku ya pili, kwa bahati mbaya yule mgeni alikaa siku moja. Siku ya pili kuondoka, umenielewa?